Tumeshuhudia Simba Sports Club wakimtambulisha mchezaji mpya anaitwa Nathanael Raphael Chilambo. Ni kijana huyu mzaliwa wa Dar es Salaam, amezaliwa mwaka 2004 mwezi wa pili tarehe 3. Yeye ni beki wa kulia, yani ni beki namba 2. Sasa Simba Sports Club wamemtambulisha beki huyu na wamemsaini akiwa amemaliza kandarasi yake ya kutoka pale Azam Football Club. Sasa historia yake ni ipi na Simba wameona nini kwa Nathanael Chilambo? Mambo ni mengi, niko hapa kukujuza. Hii ni Governor Media na mimi ndiye governor mwenyewe. Tuanze kwa kutazama safari ya soka ya kijana huyu Nathanael Chilambo. Kwanza timu ambayo imemtambulisha Nathanael Chilambo ni Love Shooting, ambao alihudumu hapo Love Shooting msimu wa mwaka 2022 2023 kabla ya kutimkia Azam Football Club, ambapo amedumu kwa muda mrefu zaidi akiwa anaitumikia Azam mpaka mwaka 2026 anamaliza kandarasi yake ya kuitumikia Azam. Rasmi Simba wanafanikisha kunasa dili lake. Miongoni mwa michuano ambayo amecheza huyu bwana mdogo, amecheza CAF Confederation Cup wa michezo 3, lakini kama kawaida hajafunga, haja-assist kwa sababu sio kazi yake. Lakini pia CAF Champions League alicheza pia mchezo mmoja ule wa kufuzu ambao Azam walishindwa kufuzu. Sasa hiyo ni takwimu fupi tu za huyu bwana mdogo Nathanael Chilambo. Sasa kwa nini Simba wamchukue huyu kijana? Uzoefu wake uko wapi? Nini anakuja kuisaidia Simba? Mambo gani hasa ambayo Simba atanufaika na uwepo wa Nathanael Chilambo? Kwanza ni beki namba 2, lakini vitu ambavyo Simba watanufaika navyo kutoka kwa huyu bwana ni kwamba wote tunafahamu kwamba Simba mbadala wa Shomari Kapombe amekuwa ni David Kameta maarufu kama Duchu. Sasa Duchu ameonekana kwamba haleti ule ushindani ambao Simba wanaotarajia, ama kocha Steven Becker alikuwa akiutarajia, yani kwamba akitoka Kapombe basi aingie David Kameta, basi mizani iwe ile ile. Sasa Kapombe we all know kwamba tayari amekwisha umri yuko katika dakika za jioni sana. Sasa ndio maana wakaona David Kameta hatoshi peke yake, imebidi aongezewe na Nathanael Chilambo. Ni kijana mzuri, anatumia mguu wake wa kulia, lakini ana uwezo mkubwa sana wa kufanya overlapping, yani kushambulia kupitia pembeni. Ana uwezo wa kushambulia sana, ana uwezo wa kwenda mbele na ana uwezo wa kurudi kwa wakati mmoja. Kitu kikubwa kwa huyu kijana ni kwamba ana uwezo pia wa cut in, yani uwezo wa kuingia ndani pindi ambapo timu yake inashambulia. Pia kama hayuko pembeni kama winga, basi utamkuta yuko katikati hapa, anasaidiana na viungo wakabaji hapa katikati. Kuna time anakuwa kama namba 6, kuna time anakuwa kama namba 8. Yani hawa ni ma fullback ambao wao, yani inaweza kusema wao ni wa kisasa zaidi. Yani huyu ni right wing back, ana uwezo wa kupanda mbele, kurudi nyuma, lakini ana uwezo wa cut in na kufanya vitu vikubwa kama hivyo. Kwa hiyo moja kati ya faida ambayo Simba wameipata, kwanza umri wake, ukitazama amezaliwa mwaka 2004 na ana umri wa miaka 22 tu. Ni umri sahihi wa kucheza. Tunafahamu mpira wa kisasa unahitaji zaidi matumizi ya wachezaji vijana. Sasa Simba kwa hapo wamelamba dume, umri sahihi, lakini ana uwezo mkubwa, lakini pia makuzi ya soka ameyapata mazuri zaidi akiwa huko Love Shooting baada ya Azam Football Club ambapo amehudumu kwa muda mrefu. Kitu gani hasa kimefanya Azam wasiendelee naye na wanamruhusu anaondoka free, yani akiwa mchezaji huru? Nadhani ameshindwa kuchukua namba mbele ya Pascal Msindo. Tunafahamu Pascal Msindo amekuwa moja kati ya mabeki ambao wako imara sana. Sasa ushindani wa Nathanael Chilambo na Pascal Msindo umekuwa mkubwa sana. Sasa Ibenge yeye katika mapendekezo yake ni kwamba sitamtumia Nathanael Chilambo katika msimu unaofuata, na ndio sababu ya kijana huyu kuondoka Azam na kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine. Anakwenda Simba. Simba anakwenda kushindana na Shomari Kapombe. Sasa tutarajie kuona ushindani mkubwa zaidi kutoka kwa Kapombe na Nathanael Chilambo, wakati Duchu David Kameta yeye akizengea tu mtu ambaye atazembea achukue namba yake. Lakini moja kati ya vitu ambavyo nimefurahi ni kuona ukaribisho wake ambao Simba Sports Club wameufanya kwa kumkaribisha kijana huyu. Mambo ni mengi nimeona baada tu ya kumtambulisha, zaidi ya watu 50,000
lakini comment zimekuwa ni nyingi sana wakimkaribisha kijana huyu kuja kuhudumu katika Simba Sports Club. Mambo ni mengi sana. Nitaendelea kukujuza kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Hii ni Gavana Media, na wewe hapo niambie, unamwona Nathanael Chilambo anakwenda kufanya makubwa pale Simba Sports Club, au ni wale wachezaji ambao wanasajiliwa lakini wanakwenda kaa bench baadaye wanaachwa kama ambavyo wachezaji wengine wanaachwa? Utaniambia hapo chini kwenye comment. Lakini unamwona wapi huyu Nathanael Chilambo baada ya msimu huu? Je, Steven Becker atamwamini? Na vipi kuhusu ushindani wake na Shomari Kapombe? Utaendelea au anakuja bado kuendelea kukua? Matakwa ya Simba kimataifa ni kufika hatua ya nusu finali, ama kufika hatua ile kubwa zaidi, pengine hata kuvuka hiyo nusu finali na kwenda finali. Je, Simba watafanikisha kwa kufika hiyo hatua wakiwa na mchezaji kama Nathanael Chilambo? Yote hayo ni maswali ambayo mimi najiuliza, yote hayo ni maswali ambayo hata wewe uko uliko pengine unajiuliza. Lakini jambo kubwa ni kwamba tumpe muda akaonyesha, kama Kibabage Nixon amepewa muda ameonyesha, Mligo Anton amepewa muda ameonyesha. Kwa nini Nathanael Chilambo tuondoe imani kwake? Kikubwa ni apewe nafasi ya kucheza akacheze. Na kabla Simba kumpata, zipo ofa kutoka kwa wakala wake. Anasema kuna timu kutoka nje ya mipaka ya Tanzania zilileta ofa zikimwania Nathanael Chilambo, lakini Simba wao wamepeleka ofa nzuri sana kwa wakala wake, na ndio maana wamefanikiwa kumpata. Sasa itakuwaje maisha ndani ya Simba? Tunafahamu pressure ya Simba, tunafahamu sio rahisi kucheza Simba. Mambo kama hayo ni mengi sana. Basi niandikie hapo chini kwenye comment section hapo. Usisahau kusubscribe, hakikisha umesubscribe hii video, hakikisha umesubscribe hii account, hakikisha unaachia comment hapo chini. Mimi naitwa Gavana na hii ni Gavana Media. Asante, mpaka wakati mwingine.